This is Halloween. Karibu tena mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Lisha Ubongo. Tuliishia sehemu ambayo ilituonesha huzuni kubwa iliyopatikana katika siku ambayo ilitarajiwa kuwa ni siku ya furaha sana, pale ambapo Faraja alidondoka chini na kujibamiza kichwa chake katika sakafu, yaani katika marumaru ambayo ilikuwa imejengwa ndani ya nyumba hiyo. Faraja alikimbizwa hospitalini. Na sasa karibu tuendelee ili tuweze kujua nini kiliendelea baada ya hapa. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment, pia kulike. Walifika hospitali hapo na walipokelewa na wauguzi, kisha waliambiwa wasubiri ili mgonjwa wao apate matibabu. Ilikuwa ni usiku sana, ila wote wanne walibaki hospitalini hapo ili kupata majibu ya mpendwa wao Tumaini. Baada ya muda kupita, daktari alitoka na wote walimkimbilia, kisha walisubiri kwa hamu kusikia habari za mgonjwa wao. Ndipo daktari akasema kuwa anamhitaji mhusika wa karibu sana wa huyu mgonjwa. Wote kwa pamoja walitazamana na ndipo kura ilipomdondokea Imani. Basi Imani aliongozana na daktari kuelekea chumba maalumu cha daktari kuongea naye. Baada ya kufika huko, mazungumzo yao yalianza kama ifuatavyo. Daktari alianza kumuuliza Imani, kijana, habari yako? Safi, sijui wewe baba. Shikamoo. Marhaba. Hivi huyu msichana wewe ni nani yake? Alijibu huku akiwa hana wasiwasi kabisa, yaani akiwa hana cha kuhofia. Ni mdogo wangu daktari. Sasa mbona inaonyesha kama mnamtesa mno? Maana mbali na shida hiyo ya kichwa, ana matatizo mengine mengi katika mwili wake. Eti kijana, hebu niambie ukweli. Kusema ukweli, huyu alipotea kwa takriban miezi 3 na tumebahatika kumpata hivi karibuni. Kwa nini hamkumleta hospitali baada ya kumpata? Tuliwaza hivyo, ila tulisubiri kwa kuwa alituambia yupo sawa, hahitaji kwenda hospitalini kwa sasa. Sawa, ila kwa mara nyingine mjitahidi kuwahi kumleta mgonjwa kwa check up, kwani mnapochelewa shida inazidi kwa kubwa zaidi. Pengine asingalipata tiba ya magonjwa mengine. Nashukuru sana daktari kwa yote. Mungu akulinde. Amina mwanangu, nawe pia ubarikiwe sana, ili ujana wako ukawe na tija kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Amina baba. Sasa mgonjwa wenu anaendelea vizuri kabisa, ila hamtaweza kuondoka naye leo, labda kesho. Sawa, hata sisi tutabaki hapa hadi kesho, lakini tutatoka asubuhi na mapema tukiwa wawili tu kwa ajili ya kutafuta chakula. Haina shida mwanangu, muwe na amani kabisa. Tunashukuru baba kwa huduma yako. Tumshukuru Mungu mwanangu, maana yeye ndiye atendaye. Baada ya kumaliza kuongea na daktari, Imani alitoka nje na kuwakuta wenzake wakimsubiri kwa macho makavu, japo kuwa ilikuwa ni usiku sana. Aliwatazama na pindi macho yake yalipomuona Furaha, alihisi kuwa na huruma sana kwake, kwani kulikuwa na baridi. Bila kujijali yeye mwenyewe, alichukua koti lake na kisha alimfunika mdogo wake huyu Furaha. Baada ya hapo, aliwaeleza alivyosema daktari juu ya dada Tumaini. Wote walikubali na waliona ni salama zaidi wao kukaa pale ili wawe karibu zaidi na mgonjwa wao. Hospitalini pale pametulia sana hadi ilipofika mida ya saa 10:30 usiku, ambapo kelele zilisikika za mgonjwa ambaye alikuwa hajiwezi na alibebwa na watu 4. 3 wakiwa ni wanaume na mmoja akiwa ni wa kike. Pia walikuwepo wengine ambao walimsindikiza kwa macho. Mgonjwa huyu alikuwa ni mwanamke wa makamu ambaye tungeweza kusema kwa umri wake unaweza ukaendana na daktari wetu wa hospitalini hapo. Mwanamke huyo wa makamu alikuwa kama kachanganyikiwa, kwani alikuwa akipiga kelele huku akiita, "Mwanangu, mwanangu,
Jamani, wanangu wote wameniacha, nitakuwa mgeni wa nani mimi? Wanangu. Mara baada ya kusema hivyo alizimia. Walimpeleka kwa daktari ambaye aliwapokea na kuwasaidia shida yao. Pia wao waliambiwa wasubiri hadi kupambazuke ndiyo wamchukue mgonjwa, kwani shida ya mgonjwa wao haikuwa kubwa, ila ni msukumo tu wa mama ambao ulimpelekea mama kushtuka kwa kuwa alipoteza watoto wake. Ilipofika saa za asubuhi, kila mtu alishughulika na mgonjwa wake. Wakati huo huo, wakina Imani nao walikuwa bize sana na mgonjwa wao Tumaini. Mara wakiwa katika mazungumzo na mizunguko yao, walikutana na familia ya yule mama ambaye alikuja jana usiku akiwa kama amechanganyikiwa. Wakati huo Alexi pamoja na Faraja walikuwapo kwa mgonjwa, ila wengine yaani Abeli na Imani walikuwa nje, na ndio wao waliokutana na familia ya yule mama. Pindi tu walipokutana na yule mama pamoja na familia yake, yule mama alianza kupiga kelele na kuita, Alexi mwanangu, Alexi mwanangu, huku akimkimbilia Abeli, na baada ya kumfikia alimkumbatia. Familia ya mama yule ilipotaka kumzuia ilishindwa, kwani wao pia walishangaa kumwona Alexi, bila kujua kuwa yule waliyemwona si Alexi bali ni Abeli. Na familia ile ya yule mama ilishindwa kumzuia na kushangaa kwamba imekuwaje leo hii amemwangukia mtoto ambaye kweli ni wa kwake, maana siku zote huwa anawakimbilia na kuwakumbatia vijana ambao anaamini walikuwa na umri kama wa mtoto wake. Kwa kuwaona huwa anahisi amewaona watoto wake. Abeli hakuwa na neno, bali yeye pia alimkumbatia na kisha kumwambia, mama, kwa nini unalia na umeshampata mwanao Alexi? Abeli aliwaomba familia ile waongozane naye, japo wanafamilia ile walihisi kuwa wanaota ndoto. Hawakuamini macho yao, kwa leo mama yule amemkumbatia mtoto wake halisi, kwani siku zote huwa anavamia watoto wa watu wenye umri kama wa mtoto wake Alexi. Wote walimfuata Abeli ambaye kwa wakati huo alikuwa na mashaka juu ya kaka yake Alexi pindi atakapomwona mama yake mlezi. Walifika katika chumba ambacho alilazwa dada Tumaini. Kabla ya kuingia ndani, Abeli alimwandaa mama ili asishtuke sana kwa kumwambia kuwa asiwe na mashaka, mambo yote ni sawa kabisa. Pia alimdanganya ili asije akapata mshtuko mkubwa pindi atakapoonana na watoto wake. Mlango ulifunguliwa. Kitandani alionekana Tumaini, ambapo mama yeye hakuangalia, bali yeye alikuwa akimwangalia sana Alexi na kujiuliza maswali mengi sana kichwani mwake. Ila pindi alipomwona mwanaye Tumaini alishtuka zaidi na kuita kwa sauti jina la Tumaini. Tumaini alishtuka, na alipomwona kuwa ni mama yake alishangaa sana, naye aliita kwa mshangao mkubwa, mama. Ukimya mkuu ulitawala kwa muda wa dakika kadhaa. Ukimya huu ulipotea pale tu ambapo daktari aliingia ndani na kushangazwa na umati wa ule wa watu hapo ndani. Alikosa cha kusema, ila aliamua kuwaomba wale wote waliokuwa pale waweze kumwacha mgonjwa peke yake ili ampatie maelekezo ya muhimu pindi atakapotoka pale hospitali. Wakiwa wanatoka kuelekea nje, mmoja wa ndugu wa mama wa akina Alexi alimtazama daktari kisha akamwambia, samani, wewe ni Joseph au nakufananisha? Daktari alipomtazama alishangaa sana kumwona mwanamke wake wa zamani ambaye alijulikana kama Noela. Kutokana na mshangao huo, daktari alimwomba mpenzi wake huyo wa zamani amsubiri baada ya yeye kumalizana na mgonjwa. Daktari alimpa maelekezo Tumaini juu ya ugonjwa wake na kumalizia kwa kumwambia kuwa atakuwa salama wala asijali, kwani hakuwa na shida kubwa na anaweza kwenda nyumbani. Kwa kuwa mambo yalikuwa mengi, Noela alishindwa kuonana na Joseph. Hivyo basi, Tumaini pamoja na wengine wote waliongozana
hadi kwa kina Abeli, ambapo watu wote walitamani kujua kinachoendelea. Baada ya kufika nyumbani, wadada yaani Furaha na wengine wote waliongozana na familia ya kina Abeli kasoro Tumaini waliendelea na mapishi. Muda wa chakula walikula wote kwa pamoja. Baadaye, baada ya kula, walikusanyika sebuleni ili wapate kujuzana nini kilichofichika, maana mambo yamekuwa ni mengi sana. Abeli na Alexi walimtazama Imani kuashiria kuwa yeye ndiye mtu pekee wa kueleza yote yaliyotokea hapo. Basi, kwa kulitambua hilo, Imani alionyesha kukubaliana nao. Imani alisimama kwa adabu na kisha aliwasimulia wote kwa heshima. Ila kabla hajaanza kuongea, mama wa kina Alexi alimuomba akae chini kwa kumwonea huruma kuwa anaweza kuchoka pindi atakapomaliza kuhadithia mkasa huo wote. Kwa utii mkubwa alikaa chini na kuanza kuelezea kwa kuanza kusema kuwa jina langu naitwa Imani, mwenye umri wa miaka 25. Nina mdogo mmoja tu wa kike ambaye ni Tumaini. Watu wote walishangaa sana, hasa Furaha na Tumaini, kwani Furaha alizani yeye ndiye atakayetajwa kuwa mdogo pekee kwa kuwa amekaa naye kwa kipindi chote hicho bila kumuona ndugu yake wa kike. Na kwa upande wa Tumaini alishangaa, kwani yeye hamjui Imani na hajawahi kumuona. Inakuwaje yeye awe mdogo wa Imani? Basi Imani aliendelea kwa kusema, Tumaini ndiye mdogo wangu wa pekee katika dunia hii. Bila kusahau ninaye mama ambaye hakupata bahati ya kunilea, ila aliwalea Tumaini na Alexi. Kwa bahati mbaya sana sikuwahi kumuona baba yangu kwa sababu aliaga dunia mimi nikiwa mdogo sana. Baba yangu aliitwa Alexi. Baada ya kulitaja jina la baba yake ambaye alijulikana kwa jina la Laurenti, yaani Imani alisema baba yake anaitwa Laurenti na sio Alex, ni Laurenti. Kwa kulitaja jina hili la Laurenti ilisababisha mama aliyewalea Tumaini na Alexi kupatwa na mshangao mkubwa na kuanza kulia. Walimbembeleza ili aendelee kusikiliza mkasa ambao Imani alikuwa anaendelea kusimulia. Mama yule alilia sana kwa kuwa alimkumbuka mume wake kipenzi ambaye inasemekana alifariki miaka kadhaa iliyopita hapo nyuma. Imani aliendelea kwa kusema, kwa mara ya kwanza nilikutana na Alexi nikiwa chuoni. Basi nilimuita kwa jina la Abeli ila hakuitikia. Na haikuwa kawaida yake. Niliita tena na tena lakini hakuitika. Hadi nilipomsogelea na kumshtua kwa kumwambia, kaka Abeli, nilikuwa nakuita, mbona hukuitika? Alinishangaa sana, nami nilishtuka kwa mshangao ule. Ila nilimwambia kuwa inatupasa tuondoke kuelekea nyumbani. Lakini yeye alinipa jibu ambalo lilinipa mashaka sana. Jibu lake lilikuwa la upole mno. Hii haikuwa tabia ya Abeli, kwani Abeli alikuwa ni mchangamfu sana. Simnamuona tangu mkutane naye kwa muda mfupi tu. Nadhani mnaweza mkaungana na mimi kuwa Abeli alikuwa ni mchangamfu sana, na hata sasa ni mchangamfu. Au kaka Abeli, unasemaje? Nakusingizia? Aliongea haya huku akimtazama Abeli kama kwa kumdhihaki, kama kwa kumtania. Alimtazama Abeli huku akimtania, sio kumdhihaki, kumtania. Huo ulikuwa mzaa tu wa Imani kwa Abeli, naye Abeli alicheka sana na wakaendelea. Nikiwa namlazimisha kuwa yeye ni Abeli asinikatae, mara ghafla alitokea Abeli ambaye aliniita kwa jina langu. Nilipomtazama niliogopa sana, nikahisi huyu mwingine ni mzuka wa Abeli. Asikwambie mtu, mwili wangu ulitetemeka sana. Pia Abeli alipomuona alitaka kukimbia. Hivi ni vituko vya Abeli tu. Alitaka akimbie, kwani alihisi kama ametolewa kopi yake. Ila alijawa ujasiri na kusogea nilipo, huku akiongea kwa mdhaa, yaani masihala, juu ya kopi yake.
jambo ambalo lilinifanya nicheke mbele ya Alex. Abeli aliniambia niache masiala ya kumtafutia masanamu ambayo yanafanana na yeye, ila aliruka kwa uoga pindi alipoona lile alilodai ni sanamu likiongea kwa sauti ambayo ni yake. Kisha Abeli aliniambia kuwa kaka Imani, leo umeniweza bwana, au kwa sababu ni siku ya wajinga, yaani tarehe 1 mwezi wa 4 ndio unanikamata kweli? Kweli umenifanya mjinga. Haya, tuondoke nyumbani na huyo mdoli wangu. Abeli aliacha kuongea habari za mdoli pindi tu Alex alipojitambulisha kwake na kumwambia kuwa yeye si mdoli bali anaitwa Alex. Kwa masiala tena, Abeli alifikicha macho yake na kumwambia haiwezekani bwana, wewe haiwezekani. Tangu lini mimi nikawa na pacha? Au ndio maana wanachuo huwa wananiita Alex? Alex alijibu akisema hata mimi huwa wananiita Abeli, kama alivyofanya huyu rafiki yako hapa, akinionyeshia kidole mimi Imani. Basi kwa muda ule haikutosha sisi kuelewana hadi tulipokuja siku ya pili chuoni, na siku hii tulikutana na kupiga stori nyingi sana, ila hakuna tulichokiongea juu ya undugu wetu. Lakini wazo lilinijia kuwa kwa nini tusifuatilie asili yetu? Maana haiwezekani mapacha wakazaliwa na wazazi tofauti. Nilijua fika kabisa kuwa hawa ni mapacha tena wanaofanana. Alex alitueleza kuwa yeye alikuwa akiishi na mama pamoja na mdogo wake wa kike ambaye ni Tumaini. Kwa pamoja tulidhamiria kwenda kwa wazazi wetu kujitambulisha, ila pindi tu tutakapopata ukweli juu ya maisha yetu, kwa sababu tulihofia kwenda kwa wazazi kabla hatujapata uthibitisho juu yetu, tusije tukawashitua wazazi wakafariki au wakapata magonjwa mengine. Udadisi juu ya asili yetu ulianza. Wakati wote huo tulikuwa tupo pamoja, utadhani ngozi na nyama. Uchunguzi wetu ulianzia kwenye hospitali ambayo tulizaliwa. Yaani baada ya miaka 25 kupita, tulifika hospitalini hapo na kukutana na wauguzi waliotupokea kwa kutuchangamkia mno. Wauguzi hao walikuwa wageni isipokuwa wamama 4 ambao walionekana kuwa ni wakongwe sana hapo. Hatukuwa na haraka juu ya jambo letu lililotupeleka pale, bali tulitumia uchangamfu wa Abeli ili kupata nafasi ya kuwa karibu nao, kutokana na kwenda kwetu mara kwa mara katika hospitali ile. Tulizoeleka sana mahala pale. Ndipo siku moja tulipata bahati ya kuonana na wauguzi wale ambao ni wakongwe pale. Walikuwa na kazi nyingi sana pale. Ndipo mmoja kati ya wale ambaye tulimtambua kwa jina la Neema, japo sisi tulizoea kumuita mama bila kulitaja jina lake, kwani tuliamini kwa kutaja jina lake tungemvunjia heshima. Tulimwona na umri karibia na wazazi wetu. Alichukua nafasi ya kutusikiliza. Tuliongea naye juu yetu kwa sisi ni mapacha ambao hatujatokea kwenye familia moja. Hatuelewi inawezekana vipi ikawa hivyo. Mama Neema alishtuka sana, ndipo akatuambia tumwambie tulipozaliwa, tarehe, siku gani, ikiwezekana na muda. Kwa kuwa tulishajipanga hayo yote tuliyashafuatilia, tulimjibu kama alivyotaka. Ila tulishangaa kumwona amesimama ghafla na kuelekea walipo wale wauguzi wengine bila hata kutuambia chochote. Tulibaki kushangaa tu, hatukuelewa kitu gani kinaendelea. Ila baada ya muda mfupi, Mama Neema alirudi na kutuuliza kama tunajua chochote juu ya sisi kuwa hivyo. Tulimjibu kwa pamoja hapana, na ndiyo maana tupo pale tunatamani kujua sana jambo hilo. Mama Neema alivuta pumzi kisha akatuambia, ni zamani sana toka jambo hili litokea, na alikuwa anaogopa sana kwa kuwa wakati anaambiwa afanye hivyo alikuwa mgeni na kazi. Tulibaki njia panda na kumwomba atueleze, maana sisi ni waelewa sana. Mama Neema alivuta pumzi na kushusha na kuanza kusema,
Asante sana mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo. Hii ilikuwa ni simulizi fupi ambayo inaitwa The Secret sehemu ya 3, yaani siri. Karibu sehemu inayofuatia. Je, watajua ukweli kuhusu ufanano wao kwa nini ni mapacha au la? Usikose na usisahau kusubscribe, kushare, kucomment. Hayo mambo ni muhimu sana na wewe ni mtu wa muhimu sana. Nikutakie siku njema na nikwambie asante sana. Merci beaucoup. Au revoir. This is Halloween.